Mke anaomba talaka, lakini kadhi anatoa sharti kwamba ili aivunje ndoa ni lazima avue mavazi yake, abaki uchi kama jinsi alivyozaliwa ndani ya mahakama. Moja kati ya masiku, kuna mwanamke aligombana na mumewe kwa swala dogo la kurekebishika, lakini ilipoingiwa na baadhi ya familia upande wa mwanamke, baba upande wa mwanamke na kaka upande wa mwanamke, basi hilo tatizo ndio likakuwa kubwa zaidi. Baada ya wale wawili kuingia, yule mwanamke akapata nguvu kwa kupata ushirikiano kati ya baba yake na kaka yake. Wakazidi kusisitiza kwamba yule mwanaume aweze kutoa talaka. Yule mwanaume akawarai na kuambia kwamba kuliko nitoe talaka, ni bora tu ili jambo tulimalize kifamilia, mke wangu aweze rudi nyumbani, hata ikibidi sitolala na yeye wala sitomuingilia. Kwa hiyo ninachokiomba zaidi tu haya mambo tuyamalize kifamilia, mke aweze kurudi nyumbani. Lakini upande wa mke hili jambo alilifanya kubwa zaidi, mpaka likamfikia kadhi. Baada ya kuenea mji mzima, mpaka likamfikia kadhi wa mji, ikabidi kadhi akawakusanya kwa ajili ya kuivunja ile ndoa. Yule kadhi alipowakusanya kwa ajili ya kuivunja ndoa, upande wa kulia kuna family ya yule mwanamke akiwa baba yake, kaka yake na mwanamke, na upande wa kushoto kuna yule mwanaume akitetea ndoa yake izidi kuendelea. Yule kadhi alipowasikiza wote pande zote mbili, akawageukia upande wa mwanamke akamwambia, ili niivunje hii ndoa basi kuna sharti nataka nilitoe. Japokuwa katika mahakama ya kadhi suala la kuvunja ndoa hakuna sharti yoyote inayowekwa pale, lakini kwa ukadhi alitaka kuweka sharti ili aweze kutekeleza ile jambo lake la kuivunja ndoa. Kwa hiyo akawageukia familia ya mwanamke akawaambia, ili niweze kuivunja hii ndoa ni lazima mkubaliane na sharti nitakayoitoa. Upande wa mwanamke wakauliza, ni sharti gani unaotaka kuitoa kadhi? Akamgeukia yule mwanamke kisha akamwambia, ili nivunje ndoa kama jinsi unavyosisitiza, ni lazima wewe uvue mavazi yako yote, ubaki kama jinsi ulivyozaliwa ndani ya mahakama hii, ndio nitapata kuivunja ndoa. Yule mwanamke alishtuka sana. Wale watu waliokuwa kipembeni wakisikiliza ile kesi, basi yule aliyekuwa kipembeni akisinzia, ilibidi usingizi ukaruka na kukaa vizuri ili asipitwe na tukio hata moja. Yule aliyekuwa haoni vizuri, basi akasafisha miwani yake ili tukio hata moja lisiweze kumpita. Yule mwanamke alishtushwa sana na ile jambo, akakataa hiyo sharti ya yule kadhi. Yule kadhi akamgeukia tena na kumwambia, ili nivunje hii ndoa unaotaka ivunjwe ni lazima ukubaliane na hii sharti. Sasa ni juu yako wewe. Ukipenda kuvua mavazi yako mbele ya kila mtu hapa ni juu yako, au ukipenda kujificha nyuma ya mtu yoyote basi ni juu yako, ili mradi tu utekeleze hii sharti ya kuvua mavazi yako yote, basi ndio mimi nitaipitisha hukumu ya kuvunja hii ndoa. Yule mwanamke alifikiria mara mbili tatu, lakini kwa sababu anataka ndoa ivunjwe ikabidi akakubaliana na masharti ya kadhi. Basi aliondoka haraka upesi pale alipokuwa amesimama kwa baba yake na kaka yake, akakimbia nyuma ya mgongo wa mume wake, akamwacha mzazi wake kule alipo na kaka yake kule alipo, akaenda nyuma ya mgongo wa mume wake kwa ajili ya kujificha ili atekeleze sharti alilolitoa kadhi ya kuvua mavazi yake yote. Yule kadhi alimtazama sana yule mwanamke kisha akabaki kucheka na akamwambia, yabnati inna almar'ati la yasturha illa zawjuha, hakika mwanamke hakuna anayeweza kumstiri isipokuwa mwanaume wake, au isipokuwa mumewe peke yake ndiye anayeweza kumstiri. Mwanamke, mshike mumeo mkono, uondoke naye mwende mkaishi maisha ya furaha kule mlipotoka nyumbani kwenu. Na akawageukia wale watu akawaambia, hivi sasa hukumu na kadhia imekwisha, kila mmoja atawanyike aende alipotoka.
akhi, ukhti, linapotokea jambo lolote, matatizo yoyote baina yenu nyinyi, basi haraka upesi yasuluhishe kabla ya kuingiza mtu ya tatu, na hususan jambo linapokuwa jambo dogo, wala msihitaji kuingiza mtu wa tatu kuwasuluhisha. Nyinyi wenyewe kaeni chini na msilisuluhishe hilo jambo muweze kulimaliza, na huenda baraka ikaingia katika suluhisho lenu. Vile vile inapokosekaniwa ridha, kuridhika, na vile vile inapokosekaniwa kukinai, ndivyo matatizo ya talaka inavyozidi kukithiri katika jamii. Wassalamu alaikum. Sallu ala man qala rabbi ummati hubban li ummatihi wa kana rahima ya ummat al-Mukhtar ya ahbabahu sallu alayhi wa sallimu taslima.